Si hekima sana kuja kugombeza viongozi wenzako, si hekima. Ninyi mna watoto, mna wenza, mna wakwe, mna ndugu, kila mmoja ajipime tu mwenyewe kwamba hivi huyu mtu aliyenipa nafasi yangu mimi, is this the reward? Tuanze kuelezana kama tunaongea na watoto wadogo. Hapana, mtabaki hapa. Nilishawaambia sana kwamba mnakaa vikao vingi ambavyo havina tija, na matokeo yake ndio haya. Unajitundika kila siku CMT, ujinga tu kule mnajadiliana. Kwa sababu hata CMT isipokaa, shughuli zitaenda. Kwani unajadili nini? Vyanzo vya mapato ni vile vile ambavyo wao wanalima mahindi, unaenda kutoza ushuru, unaweka mageti. Siku akiacha kulima, utajadili nini? Anaamka mwenyewe analima viazi vyake, wewe unatoza ushuru. Anafungua kibanda, wewe unatoza ushuru wa huduma. Kwa huduma ipi uliyotoa? Kwa hayo ndio yanayosababisha mnapoteza muda. Yale mambo ya msingi kwamba tuna hela hapa zimeitwa bilioni 4. Concentration yetu sisi kama wakuu wa idara iweje? Hata mkaamua bweni wakae idara hii, madarasa idara hii, jengo la utawala idara hii, hawezi kupata huo muda. Nyinyi mnajadili vitu ambavyo kiasi ni the obvious. Sasa matokeo hapa, akija viongozi unakuja kupata hapa aibu, na wewe mwenyewe unabaki unashangana. Lakini hili ni jambo ambalo kila mwenye dhamana kwenye ngazi ya wilaya aone kabisa kwamba hata kwa Mungu hujamtendea haki. Hata ninyi wenyewe mkitembea kule, yule mkandarasi wako mwingine anazungumza kama chereko, maneno pie, hana kazi yote anayofanya huko, ujinga mtupu anazungumza. Na unampa kazi ya nini? Jengo la utawala halijaanza, majengo mengine yamechimbwa msingi. Kwani kuchimba msingi unahitaji umeme? Kuleta mawe unahitaji umeme? Sasa ni maneno tu, porojo zinapigwa hapa, mkandarasi porojo. Sasa mtafanyaje hiyo kazi? Lakini tumepewa hela bilioni 4. Hili ni jambo la aibu, na kila mmoja aliyoko hapa ajue kabisa kwamba hili hata Mungu halimpendezi. Kwa nini hata Mungu? Kwa sababu ndiye anaweka mkono wa mtu mwingine kuamini kwamba upate hiyo kazi ya kufanya. Yaani wewe mwenyewe tu moyoni mwako hivi, kweli hata malaika akikutokea usiku kwamba kweli nimekupa nafasi hii, reward ni hii, niyo mitaro hili? Hapana. Kwa viongozi wa wilaya wote mbaki hapa, mkubaliane. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jengo la utawala kule halijaanza. Sio kwamba limechimbwa, halijaanza kabisa. Una madarasa kule yamechimbwa mashimo, una kokoto nusu tipa kule, una matofali tadhani unajenga choo cha stendi. Hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hili ni lazima kila mmoja, viongozi mbaki hapa, wewe wa chama sikuingilii. Kwa sababu wanatekeleza ilani yako. Ukihitaji utabaki nao wasikilize. Hapo umejadili ujinga tu huko ndani. Kwa sababu hata brief yenyewe ni ya kijinga tu. Huoni kwamba kuna mtu anajadili jambo limemkera kwa moyoni mwangu na keleka kwamba hivi hali inaweza kawaje hivi? Wala kujadili, unajua tumekaa tumezungumza, tuone tuwape muda wa matazamio, kama bado labda basi tuweze. Serious. Unaona bilioni 4 kwenye akaunti unajadili ujinga wa aina hiyo? Kwa nini usiamue kwamba hili hapana, tunaondokana, utangaza upya kazi? Hata kama atapatikana mtu wa darasa moja, kukusanya watu wote wa force account waje hapo wapatie darasa. Wengine wanaungana wanajenga bwana. Mtu kaomba hapa kazi, hata shilingi moja anazunguka kila siku kwenye mabenki kwenda kuomba mikopo. Anaomba mikopo, nimepata kazi Wanging'ombe ya kujenga shule Usurure, naomba nipate mkopo. Hapati mkopo, hakuna benki inayompa. Utamwambia hapa, atatoka hapa, atazunguka benki zote, watu wako hapa wameshaenda. Hamna mtu anayewakopesha. Kaeni hapa mfanye maamuzi. Mwanasheria yuko wapi? Njoo mwanasheria. Na engineer yuko wapi? Njoo hapa. Mnafanya vitu professional. Atufanye vitu vya gizani. Mambo ya kijibu. Kaa shauri vizuri, uona shauri vizuri. Unawaelekeza viongozi wako kwamba maamuzi yake fanyika, hatuna shida. Sawa. Mheshimiwa Mkuu, kwa sababu mimi nipo katika usimamizi wa mradi. Kama kushindwa kusimamia, kashindwa peke yake ama na wewe ulishindwa? Na wewe ni kuondoe. Jibu swali langu ndio au hapana. Utakachojibu ndicho nitakachokifanya. Kama yule kaondolewa kwa sababu kashindwa kusimamia mradi, lakini yeye majukumu yake ya msingi ni kusimamia shule yake kama mwalimu mkuu. Hapa na wasaidieni nyie watu wa halmashauri
kwa sababu sio kazi yake. Hii ni kazi ya mkuu wa shule. Haya, nimeletewa changamoto. Moja kati ya changamoto, nyie mmeshindwa kununua vitu kwa wakati. Aliyeshindwa kununua vitu kwa wakati ni mwalimu ama PMU. Haya, mmesema changamoto nyingine, majengo haya litakuwa yageukie huko, mwisho mkaona kuna makaburi, kwa hiyo mkaamua kuyageuzia huko. Aliyosababisha hayo ni mwalimu? Hapana. Mkuu wa afisa elimu yuko hapo ofisini. Nataka niambie kutoka moyoni kwako, yule mwalimu uwezo wa kusimamia shule anao au hana? Achana na swala la mradi. Uwezo wa kusimamia shule mwalimu anao. Anao. Shule gani iko wazi inahitaji mwalimu mkuu? Kwa sasa shule karibu zote zimejaa mkuu, zina walimu wakuu hapo, lakini kila atalifanyia kazi, atawasilisha kwa bosi wake. Mwalimu ameondolewa madaraka yake. Wewe kwa maoni yako ametendewa haki? Hapana. Kwa nini hakutendewa haki? Hakutendewa haki, nachotaka kuzungumza ni kwamba alijaribu kusimamia utekelezaji wa mradi kutokana na uwezo wake alionao, kwa sababu sio kitu ambacho yeye anakuwa ana uzoefu nacho kwenye mradi. Sasa wewe mtendaji wa kijiji, kwa nini hukumsaidia mwalimu atimize majukumu yake? Kuagiza mbao, wewe unashindwa kumwambia mwalimu kuagize mbao? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumefanya jitihada zote za kuwasiliana na wazabuni kwa ajili ya kuleta material. Na tulikuwa tukifanya hivyo, tukiwapigia simu, changamoto wanapokea simu na kuahidi mzigo utakuja, baada ya siku mbili bado mzigo haufiki. Ulikuwa unaandika kwa maandishi na kupeleka kwa mkurugenzi kwamba kuna 1, 2, 3, 4. Tukaandika kwa maandishi. Kwa leo tutakusikiliza wewe au tunataka tusome maandishi ya ushauri wako kwa mkurugenzi? Mimi nimekuja hapa kuwaambia nyinyi wote mlioko hapa. Hapa nimesikia mkisema mwezi wa 4 shule ikamilike. Hapa hii shule tunataka mwisho wa mwezi wa 3 shule hii iwe imekamilika. Anayehusika kuikamilisha hii shule kila mtu anajua. Aje alale hapa, aje ashinde hapa. Ikiwa ni idara, akiwa ni mkurugenzi, wewe mhandisi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama ni dasi, hii shule tunataka mwezi wa 3 iwe imekamilika. Hatutataka Kiswahili kwamba hakuna bao, hakuna nini, mfumo unasumbua. Swala la mfumo nilishasema ni uongo. Mfumo ukiandika, kama mtu hajaomba, hapa kijijini mnaweza kuita mafundi wa kijijini, nani anataka kazi ya kujenga hapa, halafu anachukuliwa yeye, anapelekwa pale Magu, kwa dakika 10 anaingizwa jina lake kwenye mfumo, anaomba na mnampa majibu kwamba tumekuteua wewe kuwa mhandisi pale, uende ukajenge. Kwa hiyo PMU anajua watu wa manunuzi. Kwa hiyo kuchelewesha mradi kwa maana ya kusema mfumo nesti, huo ni uongo na haukubaliki. Niliwaambia kasoro yenu ni nini? Hamlipi, mnapata mafundi hamwalipi, mnapata wazabuni hamwalipi. Leo mnataka watu wawahudumie wakati nyinyi mnashindwa kutimiza haki zao za malipo. Matokeo yake mnaleta shida kwenye miradi ya serikali. Na hii ni tabia za watu, sio tabia za serikali. Mtu anatafuta 10% kwa nguvu, anashindwa kumlipa mtu kwa sababu yule mtu kashindwa kumkatia kidogo. Matokeo yake mnatanish image ya halmashauri. Na nilishawaambia unapotanish image ya halmashauri, automatically unatanish image ya serikali. Pesa inakuja ya mradi imekamilika, hela ya vifaa imekamilika, hela ya ufundi imekamilika. Mradi unakamilika, unazinduliwa, baada ya miezi 2 unasikia kuna watu wanadai kwenye mradi ule ule. Na hayo maeneo yote ambayo miradi yake imefanyika, imekamilika na watu wanadai, kamanda wa TAKUKURU, naomba upewe hiyo orodha. Pita shule kwa shule, zahanati kwa zahanati, mradi kwa mradi. Tujue ni nini kilipelekea fedha zimeletwa lakini watu hawakulipa. Na mimi nawaambieni, kutokulipa wazabuni, kutokulipa mafundi ni kuwahujumu mafundi na wananchi wenzetu ambao wameamua kufanya kazi na serikali kwenye miradi hii. Mtu anajenga chuki na serikali, kumbe ni tabia ya mtu mmoja, wawili, watatu tu. Kwa nadhani nimeeleweka. Nimeelekeza mambo makubwa mangapi? 3. Na mwisho nimemwelekeza kamanda wa TAKUKURU aanze uchunguzi kwenye maeneo. Miradi yote ya halmashauri manispaa Iringa ambayo inadaiwa, nataka nijue bezi ya hayo madai. Na nijue hatua za halmashauri ambazo mmechukua kulipa hao watu. Haiwezekani Watanzania wenzetu wanafanya kazi na nyinyi, wanawajengea, wanawaletea vifaa, wanamaliza kazi, mwisho wa siku hela zao hazipo. Na mradi ule umeletewa fedha na serikali. Matokeo yake tunafanya nini? Tunahalalisha matumizi ya own source kwenye miradi ambayo ililetewa fedha kamili. Jambo la mwisho, idara ya manunuzi. Mnateswa na rekodi yenu.
ya kupata wazabuni na kutokuwalipa. Maendeleo vizuri. Hiyo rekodi ndio inawatesa na mtasuffocate. Badilisheni. Njia pekee ya kuaminika ni kuhakikisha mnatimiza wajibu wenu, mnalipa haki za watu. Mama mkurugenzi, sasa hivi ni saa ngapi? Nakwenda Idodi. Ninapotoka Idodi nikute vigae viko hapa. Sitaki kujua mtavitoa wapi. Na nikute mafundi wanajenga hapa. Nisipokuta vigae, nisipokuta mafundi, wewe afisa ugavi tafuta pa kwenda. Sitaki kumuona kwenye halmashauri. Na nisikia vizuri. Rasmi, na nisikia vizuri ninachosema. Hatuwezi kuendelea kuentertain watu ambao wameshindwa kuperform hapa. And we cannot be discussing excuses every day. Kila siku tunajadili sababu. Kama wewe huwezi kutekeleza, unaacha watu wengine watekeleze. If you cannot stand the heat, you leave the kitchen. Tutakuwa tunajadili mradi kamoja tu, tunapoteza muda kila siku hapa. Narudia tena. Afisa wa serikali ambaye anaona speed hiyo ya kusimamia utaratibu na kuharakisha ufanisi hawezi, aombe apangiwe kitengo kingine. Au utoke kwenye mamlaka ya usimamizi uende kwenye mamlaka ya utekelezaji. Inawezekana usimamizi huwezi. Unaweza kuwa ni afisa mzuri sana, lakini kazi za kusimamia zinakushinda. Unaomba uwe kwenye kazi za nini? Za kutekeleza huko chini ambako hakuna pressure. Sasa hapa leo mkuu wa shule hana kesi kabisa. Kesi ni ya kwetu. Ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya manunuzi. Maana vifaa vingekuja, mkuu wa shule angefanya kazi yake, angesimamia mafundi, angelipa mafundi. Hakuna sasa viko wapi vifaa? Mkurugenzi, hapo unapoendelea kushughulikia hili jambo, ongeza nguvu. Nipate ripoti ya haya niliyoyasema kwanza. Na maafisa wote ambao walihusika kwenye mchakato wa manunuzi, mchakato wa majenzi, wote wale, TAKUKURU, pata nafasi, hoji wale watu wote. Na wale ambao unadhani huwezi kuwahoji wakiwa kwenye nafasi, leta mapendekezo rasmi ya wasimamishe kazi. Wahojiwe wakiwa nje ya nafasi zao. Haiwezekani serikali inadaiwa hela kwenye maeneo ambayo serikali ingepeleka pesa. Yaani tumepeleka pesa alafu tunadaiwa pesa kwenye eneo lile. Mradi wa milioni 500 tumepeleka milioni 500 na bado tunadaiwa kwenye milioni 500. Na kumbukeni jamani, hizi ni pesa za walipa kodi. Jasho la wamamantilie wale, wakulima kule, wafanyabiashara ndio tunakusanya kuja kuleta kwenye hii miradi. Zinapochezewa hizi fedha, tunacheza na jasho la wananchi. Lakini tunapochelewesha hii miradi, tunachelewesha watoto hao wa wananchi kupata huduma bora ambazo wazazi wao wamezilipia kupitia kodi. Kamanda TAKUKURU, chukua hatua zako, mkurugenzi kachukue kazi, unataka nipate taarifa ndani ya siku 7. Miradi yote ya halmashauri ya manispaa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nitaiangalia taarifa yako, nitaangalia na TAKUKURU, kisha serikali itachukua hatua.